Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya uchumi Tanzania TISEZA imesema itaendelea kuwapa kipaumbele wawekezaji wa ndani kwenye maeneo maalum ya kiuchumi ili kukuza uchumi wa nchi kupitia uwekezaji wa Tanzania. Kwenye maonesho ya biashara ya Kusini International Trade Fair and Festival inayofanyika kwenye fukwe za Matema wilayani Kyela, afisa uwekezaji wa TISEZA nyanda za juu kusini, Privata Simon, ameeleza fursa mbalimbali za uwekezaji ya kanda hiyo. Fursa ya kilimo ni fursa muhimu sana kwa nyanda za juu kusini kwa sababu tuna eneo la kutosha kwa ajili ya kilimo, lakini pia tuna hali ya hewa ambayo inasapoti mazao mengi sana. Kwa mazao kama kokoa ambayo ni kakao kwa Kiswahili, lakini mazao kama kahawa, chai, mahindi, mpunga, lakini pia mazao kama parachichi, mboga. Sisi ni lango kuu la SADC kupitia mkoa wa Songwe. Kwa hiyo wawekezaji wanaweza wakawekeza kwenye cargo transportation, wakawa wanasafirisha bidhaa ili kuzipeleka kwenye mipaka ya nchi hizo ili tuweze tukauza nchi za nje. Ni sekta ya tatu ni sekta ya utalii. Of course tuna mbuga mbalimbali za wanyama. Kwa mfano tuna Katavi National Park, tuna milima kama Livingstone, tuna maziwa mbalimbali, lakini pia tuna mito ambayo mwekezaji anaweza akachagua kuwekeza kwenye any hospitality service kama ni tents, kama ni hotels au lodge, na kupata faida yake. Lakini pia sekta nyingine ni sekta ya madini. Nyanda za juu kusini tuna madini mbalimbali. Madini kama vile kopa, madini kama ya chuma, dhahabu. Kwa mwekezaji anaweza akachagua kuwekeza kwenye mineral processing kwenye aina yoyote ya madini ambayo ni mengi. Mengine yanapatikana Chunya, mengine yanapatikana Katavi. Lakini pia sekta ya uvuvi. Kama nilivyoeleza tuna maziwa na tuna mito. Kwa mwekezaji anaweza akaamua kuwekeza kwenye sekta ya kuvua. Tuna aina ya samaki ambayo inapatikana huku tu, lakini sehemu zingine hawapatikani. Mfano samaki kama mbasa. Lakini pia tuna sekta ya storage facility. Kwa sababu sisi tunalima na pia tunalima hizi mboga na matunda, of course hizo zinahitaji cold facilities. Kwa hiyo mtu anaweza akaamua kuwekeza kwenye cold facilities kwa ajili ya hizo mboga na matunda, lakini pia kwa ajili ya samaki. Privata amesema mbali na fursa hizo, serikali itaendelea kutoa vivutio kwa wawekezaji wanaohitaji kuwekeza kwenye maeneo maalum ya uwekezaji yaliyoainishwa, ikiwa ni pamoja na kupewa ardhi bure, punguzo la kodi, kupata vibali vya ujenzi kwa haraka ndani ya saa 24 na fursa ya kuhudumiwa kwa haraka chini ya taasisi 16 za kituo cha pamoja. Maeneo haya matano ni eneo la Bagamoyo ambalo liko Pwani, lakini pia tuna eneo la Kwala ambalo pia liko Pwani, tuna eneo la Nala ambalo liko Dodoma, tuna eneo la Buzwagi ambalo liko Shinyanga, na tuna eneo la Ubungo ambalo liko Dar es Salaam. Na sisi tunashukuru kushiriki maonyesho haya kwa sababu yamekuwa na mwamko mkubwa. Wawekezaji wengi wamefika kutembelea, lakini pia wananchi wengi ambao hawakufikiri kuwa wawekezaji wamefika na wameona haja ya wao kuchukua hatua na kuwa wawekezaji. Kwa hiyo tunashukuru kushiriki kwenye maonyesho haya na tunafurahi kupata nafasi ya kutoa elimu kwa wananchi moja kwa moja. Cuthbert Kangila ni afisa uhamasishaji wa uwekezaji kutoka mamlaka ya uwekezaji maalum ya kiuchumi, anaeleza umuhimu wa TISEZA katika kukuza uchumi wa Tanzania, huku baadhi ya wawekezaji wa ndani wakieleza namna mamlaka hiyo ilivyowasaidia katika kufikia malengo ya uwekezaji wa viwanda hapa nchini. TISEZA ni investment vehicle, ni chombo cha uwekezaji ambacho inasaidia kutoa uchumi kutoka sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine. Ukiangalia nchi nyingi sana ambazo zimeendelea kwenye uchumi, viwanda vimekuwa kama ni base ya kuimarisha interplay katika trade na katika uchumi kwa kawaida. Kwa maana kwamba hii initiative ambayo imechukuliwa na Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha taasisi hii ya TISEZA inataka kuhamasisha, kubosta uwekezaji, kufanikisha, kwa sababu huko tuna mazao ya kimkakati yote tunauza kama raw. Sasa ni wakati wa kuongeza thamani na TISEZA wako mbele katika hilo, ndio kusaidia. Kutoka hapa Mbeya, mimi ni Eno Kifumbo.